Unaangalia GKU Habari Zanzibar. Stone Beats on the beat. Afande, kazi ulotutuma tutafanya kwa usahihi, tutaongeza bidii kwenye utendaji. Dhamira ni kukuza uchumi na kutoa elimu kwa vijana wa taifa hili. Hilo ni Tumaini mzima wa afya, tukiwa tupo na mwendelezo wetu wa vipindi vyetu mbalimbali. Leo hii tumeweza kufika Forodhani katika timu yetu ya Jeshi la Kujenga Uchumi ya Uogeleaji, ambapo tutaweza kukutana na walimu wa uogeleaji wa timu hii ya Jeshi la Kujenga Uchumi. Tupo na vijana wa Jeshi la Kujenga Uchumi JKU, na pia tupo na vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM. Maendeleo yao ni mazuri, na hapa tutaenda kuwasikiliza walimu wa JKU wana yapi ya kutuambia. Kwa majina naitwa Tatu Jumane Mohamed, ni kocha wa mchezo wa kuogelea kutokea JKU Swimming Club. Hii ni timu yetu ya JKU ambayo inashiriki mashindano mbalimbali ya nje na ndani. Tunashiriki mashindano ya bara na visiwani Pemba na halikadhalika mpaka nje ya nchi. Timu yetu inakaribia kama miaka 17 hivi toka kuanzishwa kwake. Inaingia kama mchezo mwingine, inaingia watu na kutoka. Pia tuna watu ambao wameajiriwa na waliokuwa hawajaajiriwa. Sisi tunajifundisha mchezo wa kuogelea kwa mambo mengi tu, kwa ajili ya afya, kupata mafunzo, uzoefu pamoja na ajira. Kwa sababu sio hapa tunapojifundisha, tuko kwenye mazingira salama ya ufukwe. Hatuzingatii vitu vingi. Usalama tunauzingatia tunajua eneo gani lilokuwa lina usalama, tunajua hapa tupita vyombo, hapana wadudu wanaohatarisha maisha, kwa sababu humo mna wadudu anaweza akakuuma mpaka ukapoteza maisha, wana sumu kali. Kwa hiyo yote hayo tunakuwa tunazingatia mazingira gani tunayofanya kwa wachezaji wetu, basi pana wale ruba bahari, majongoo bahari, mashanuo. Kwa hiyo kwa hapa Forodhani ni mfuko ambao unatutosheleza, tunazingatia sana hayo. Unajua JKU ni taasisi ambayo ni kama mlezi wa vijana. Kwa hiyo wachezaji wetu tunawapitia kutokana na vijana. Wengi tunawapitia kwa vijana wa mujibu wa sheria pale wakijiunga, wakishakupata mafunzo yao ya miezi 6 ile ya kwanza, ambayo ni ukakamavu, uzalendo na mambo kama hayo. Kwa hiyo baada ya miezi 6 au mwaka wanakuwa wanatawanyika sehemu mbalimbali. Kuna kwa wanaingia wengine kwenye utamaduni na michezo. Na JKU ni taasisi ambayo inazingatia sera ya michezo na utamaduni. Kwa hiyo huwa wachezaji wetu wengi tunawapata kupitia vijana wale wanaojiunga mujibu wa sheria, kupitia kwenye gala za michezo, kwa sababu mchezo wa kuogelea Zanzibar uko sehemu nyingi, unafundishwa mpaka mashule. Wengine ndio tunachukua kupitia wanapopita makambini, kwenye kambi za vijana vile wanapokuja pale kambini kwa ajili ya kujiunga, ndio tunawapata hivyo. Nadhani mwanzo nadhani mtajionea walivyoanza. Unajua mchezo wa kuogelea ni mchezo ambao ni mchezo wa pesa, ni mchezo wa kitajiri, lakini sisi ndio tunafanya kiloko, na hasa kwa sababu tunafanya kwenye open space, hatufanyi kwenye pool. Kwa hiyo mara ya kwanza kama mmewaona au mtawaona wachezaji wamekamatana mikono, pale ni hatua ya kwanza ya ufundishaji. Pale tunaanza kufanya mambo ya kujisaidia mchezaji kuchukua pumzi. Kwa hiyo pale wanakuwa wanakambatana, wanaenda juu na chini, wanachukua jinsi ya kuchukua pumzi. Baada ya hapo tuna float. Utamkuta mchezaji kalala kwenye maji hivi, ndio tunaita float, ni hatua ya pili. Kwa hiyo hatua ya kwanza amechukua pumzi, hatua ya pili amefloat. Hatua ya tatu atafanya kicking. Unamwona mchezaji vile anapokuwa anapiga miguu. Kwa hiyo atakuwa baada ya stage hizo, atakuwa stage tayari kashapata stage 3. Pumzi, ashafanya float, ashafanya na kicking. Kwa hiyo ina maana mchezaji anaweza sasa kujilaza, akaweza kuchukua pumzi, akafloat, yani mwili wake ule ndani ya maji anahisi maji yale, anahisi vizuri,
na anayaweza kuyamiliki yale maji kwa kulala na kupiga kicking. Baada ya hapo anaanza kufanya mchezo kamili. Yaani mchezo wake wa kwanza unakuwa unaitwa freestyle. Freestyle mtu yote anaweza akaogelea. Kwa hiyo anaanza kupiga mikono, pumzi, mwili wake pamoja na kupiga miguu, na anaweza akaenda masafa yoyote kutokana na maelekezo ya mwalimu. Changamoto tunazo kwa sababu mnajua mchezo si kama vitu vingine. Mchezo ni lazima mtu kwanza mwenyewe aukubali. Na mchezo wa kuogelea kwa kwetu Zanzibar ni mgumu sana, hasa kwa upande wa watoto wa kike. Kutokana na mazingira unavyoona, mtu anahisi akiingia kwenye maji pale, akitoka anajihisi mwili wake kama yupo uchi. Kwa hiyo mazingira yale unaweza kukosa sana wachezaji wa kike. Lakini huu ni kama mchezo mwingine tu. Una stara zake, una heshima zake. Na hata kwenye kitengo cha dunia au kitengo cha dunia cha mchezo wa kuogelea kimeweka vitengo tofauti. Kuna wachezaji wa kike na wachezaji wa kiume kama michezo mingine tu. Hatuwezi kuunganisha wachezaji wakacheza hawa wa kike na wa kiume pamoja. Na pia tunazingatia pia vivazi vya stara, na kutokana na mazingira yetu ya mji wa Zanzibar tunafunika vichwa, tunaogelea na nguo ambazo ndefu za kujistiri. Sasa hiyo ndo changamoto. Kwa hiyo unaweza kumkuta mtu anapenda kuogelea lakini akaja akajiona mimi kutokana na nilivyo siwezi kuingia kwenye mchezo hivi, nikirudi hivi ni maji kutokana ni sehemu zangu zitaonekana za mwili wangu, lakini haiko hivyo. Tunacheza kwa kujistiri na kama hivyo. Changamoto nyingine tulionayo ndo kama hivyo. Sehemu za kufanya mazoezi zinakosekana. Kwa hiyo ni sehemu moja tu ambayo hii hapa, na mada hivyo hivi inabidi uje asubuhi, watu wameshaondoka hapa. Mfano kama unataka kuja kufanya mazoezi jioni huwezi, kwa sababu hapa ni sehemu kama ya kubarizi. Jioni watu wote wenyewe wanakuja zao hapa Forodhani, kila mtu anajua nini eneo la Forodhani linavyokuwa. Kwa hiyo mtu akijiona jioni kachoka mwenyewe anataka kuja kustarehe. Kwa hiyo sasa inakuwa ngumu kwa sisi kuja kufanya mazoezi kwa muda huo. Kwa hiyo inabidi lazima tuje muda muafaka kuja kufanya mazoezi. Mengine changamoto nyingine pia vifaa. Vifaa tunavyo, lakini sasa kutokana na tulivyo hapa hatuna klabu kama utaweka store ya kuweka vifaa. Na huna usafiri wa kusema ubebe vifaa kutoka JKU mpaka uje navyo huku Foro. Kwa hiyo unatukuta tunafundisha saa nyingine hatuna maboya, na wakati wao wanatakiwa wakamate maboya, hawana maboya. Kwa hiyo inabidi pia hiyo inakuwa ni changamoto nyingine. Changamoto nyingine ni tungekuwa tuna boti, kwa sababu tunafanya mazoezi ya open. Open ina maana tunatakiwa tukoge kilomita angalau kilomita 5. Kilomita 5 mpaka kilomita 7. Na ukiangalia hapa Forodhani kilomita 5 ni kule kisiwani Prison Island. Sasa kule huwezi kwenda bila vyombo vya usalama. Unatakiwa lazima uwe na boti at least angalau 3. Moja upande wa kulia, moja upande wa kushoto, na nyingine inaweza ikafanya uongozaji. Lakini pia hata hivyo sasa hivi tumepata mafunzo. Mwaka jana tulipata mkufunzi ametoka Afrika Kwiti, South Africa, alikuja kutusomesha open inavyotakiwa ichezwe kwa masafa ya hapo hapo. Kwa hiyo sasa hivi ndo tunachukua jukumu hilo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu zamani tulikuwa tunahisi tukaenda mbali kule ndo tunahisi masafa. Lakini tunaweza tukakoga kilomita zile 5 kwa kurauni maeneo ya hapa. Aiza duara au triangle. Tukacheza mpaka tukamaliza kilomita zetu hizo 5 kwa kuzunguka tu. Hilo pia tunashukuru. Sasa hapo inategemea. Ni sasa na mwanafunzi unayemfundisha darasa la kwanza. Unaweza ukafundishwa wiki moja tu ukawa mwogeleaji mzuri. Unaweza ukafundishwa wiki 3 ukawa mwogeleaji mzuri. Lakini maximum wiki 4 unaweza ukawa mwogeleaji mzuri na ukacheza freestyle inavyotakiwa. Kwa hiyo mchezo wa kuogelea, mimi nawaambia vijana, serikali na wananchi, kwa mchezo wa kuogelea upo na wahusika wapo, walimu wapo wa kutosha. Watafute tu channel. Na kama kwa upande wa JKU sisi tuko free. Ukija hapa utajifundisha kuogelea free bila hata kuchajua kitu chochote. Labda ikiwa unataka kufundishwa kwenye pool. Kama unataka kufundishwa kwenye pool, kwa sababu sisi hatuna uwezo wa pool,
inabidi ulipie pule na utapata walimu wa kukufundisha. Jina naitwa Hassan Hamadi Suleiman, ni kocha msaidizi wa JKU kwa timu ya JKU ya kuogolea. Hapa tuna vijana kutoka CCM na vijana kutoka JKU, kwa maana tumeunganisha yote ni timu moja ya JKU. Kwa mpaka sasa hivi maendeleo na kwenda uzuri, alhamdulillah, sihaba tunakwenda na uzuri na wote wana mwelekeo wa kuogolea. Kwa mpaka sasa hivi wanawake wanakwenda uzuri, ingawa kidogo kuna matatizo kidogo, lakini tunayarekebisha sisi wenyewe, na wanaume na ndio hivyo hivyo wanakwenda sawa, na vijana hawa bado wanaendelea uzuri, na mazoezi tunafanya kila Jumatatu mpaka Ijumaa. Jumamosi na Jumapili hamna mazoezi. Tunashukuru sana na karibuni, tunakaribisha. Mpenzi mtazamaji, kama ulivyoweza kuwasikia walimu hawa kutoka Jeshi la Kujenga Uchumi na wanavyoweza kuwasomesha vijana hawa wakiwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, na mpaka sasa hatua zao ziko vizuri. Usikose kutufuatilia, nami mtangazaji wako Abu Talibu Herismai. Usikose kufuatilia JKU Habari. Stone Beats on the beat. Afande, kazi ulotutuma tutafanya kwa usahihi, tutaongeza bidii kwenye